Amen. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika somo hili fupi ambalo nitakwenda kulizungumzia kwa ufupi. Mungu akubariki sana uweze kunielewa. Naitwa Samueli Yilakoze. 0767177071. Wasiliana nami muda wowote tuweze kuongea na kuzungumza zaidi. Leo nataka nizungumzie kitu kinaitwa imani. Katika maisha yetu ya kiroho, bila imani hakuna kitu kinachowezekana. Bila kuweka imani hakuna kitu kinachowezekana. Mungu akusaidie uelewe maneno haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mtumishi wa Bwana. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Waibrania ile sura ya 10 na ule mstari wa 38 anasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye tena. Anasema haina furaha naye. Sikiliza nikwambie nini anasema hiki hapa. Kitabu cha Hesabu sura ya 14 na ule mstari wa 11 mpaka 12 anasema, Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini, nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao? Sikiza kitu ambacho Mungu anasema. Wakati ule wana wa Israeli wameanza kulalamika, wakati wale wapelelezi wametoka kupeleleza ile nchi ya Kanaani, wanaleta habari tofauti mbaya ambazo ni za kuatisha. Wana wa Israeli walisahau jinsi Mungu alivyowapigania, wakasahau jinsi Mungu alivyopasua bahari, wakasahau zile mana jangwani, wakasahau vitu vingi na miujiza ambayo Mungu aliifanya kwa Farao. Wakasahau kabisa, wakati huo wakasahau. Lakini Mungu ndipo akasema, akamwambia Musa, akamwambia nitawapiga. Ule mstari wa 12 anasema nitawapiga kwa tauni na kuondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko wao. Unaona kitu ambacho Mungu anasema. Unaona hata kitabu cha Ibrania kimesema ile sura ya 10 na ule mstari wa 38 kwamba naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Umeona ni jinsi gani ambavyo usipoamini sehemu ya nguvu ya Mungu ambavyo unakaa mbali na Mungu. Umeona wana wa Israeli kwa muda mchache, kwa muda mfupi tu, ile kukosa imani, yani Mungu alichotarajia kwa wana wa Israeli walipopewa zile taarifa kwamba jamani, ile nchi ya Kanaani ambayo tumetoka kuipeleleza ina watu ambao wanakula watu, kuna majitu, kuna wanefri. Wale wana wa Israeli wangechokifanya ambacho pale wangefanya ni kwamba wangesema, pamoja na hivyo Mungu aliyetutetea katika jangwa, Mungu ametupigania kwa Farao, Mungu aliyetutoa kule atatupigania nao watu pia wataondoka, Mungu atawapiga. Mungu alitarajia kuona ujasiri wa jinsi hiyo, lakini wao walichokifanya sasa, walianza kuogopa, wakaanza kusema watu ungerudi Misri, watu ungerudi kwetu kutoka. Umeona kitu ambacho Mungu hakupendezwa nacho kabisa. Maneno yanaonekana kwamba zile miujiza na nguvu zote Mungu alizonyosha, wale wana wa Israeli hawakuamini hata moja. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, wewe unayenisikiliza, kumbuka ni kitu gani ambacho Mungu amekutendea kwenye maisha yako. Kwa nini imani yako ina sita? Kwa nini katika eneo fulani unataka kuyumba? Hebu simama tena, mtumishi wa Bwana, simama tena. Mungu akubariki, akusaidie tena kabisa na tena. Sikiza nikwambie, katika kitabu kile cha Luka mtakatifu, kuna maeneo ambapo yule mtumishi wa Mungu ambaye ni Bartimayo kipofu, Mungu alimwambia, wataka nikufanyie nini? Yule Bartimayo akasema, nataka kuona. Mungu akasema kwamba imani yako imekuponya. Umeona kilichomponya yule Bartimayo ni nini? Kilichomponya yule Bartimayo ni imani yake. Maana yake asingekuwa na imani asingepokea uzima. Ndio maana hata Yesu wakati kabla hajaponya anamwambia, unaamini kwamba unaweza ukapona? Ndio maana alikuwa anauliza hivyo, kwa maana imani ni msingi wa mambo yote. Katika kitabu kile cha Waibrania sura ya 11 anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unaona kitu hiki kwamba imani ni kuamini kile kitu ambacho bado hujakiona, hujakigusa, yani kile kitu ambacho bado hata kwenye udhahiri kabisa wa macho hujakiona. Amini hicho kwamba Mungu ndicho anachokitenda. Lakini anasema kwamba ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Akasema kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Tarajia kuwa kitu fulani, tarajia kuona kitu fulani. Hivyo ndiyo imani ambayo Mungu anahitaji kwenye maisha yako, Sikiliza nikwambie, mtumishi wa Mungu, kuna watu leo ambao tayari wameshaanguka. Kuna watu
leo ambao tayari hawawezi tena kwa sababu walikosa imani ya kuvumilia. Yaani Mungu aliwatendea wakati fulani, Mungu akatenda wakati fulani, walipojaribiwa tayari imani zao zikaenda kuporomoka, zikaenda kushuka kwa sababu gani? Wamesahau muujiza ambao Mungu aliwasaidia. Kuna mtu alitoka kwenye ulevi, kuna mtu alitoka katika mazingira magumu, lakini akasahau jinsi ambavyo alivyotolewa kule, akaja katika neema ya Mungu, baadaye akakosa imani tu, kitu kidogo kikamwangusha, akosa imani. Simama mtumishi wa Bwana, hata kama utapitia changamoto gani, hata unapitia changamoto ngumu namna gani, simama na utumishi wako. Kinachotetea utumishi wako ni imani na kumpendeza Mungu. Simama na hivyo vitu. Mungu akubariki na akutunze. Naitwa Samueli Irakoze. Mungu akubariki sana. 076717071. Mitandaoni napatikana kwa jina la Pastor Samueli Irakoze, YouTube pia Facebook. Karibu tena. Mungu akubariki. Amen.